wote kwa kuja. Kwa majina ninaitwa Rebecca Opasi, lakini wengine wananifahamu kwa jina la Jacqueline Opasi. Yote ni majina yangu. Mimi ni mjukuu wa kwanza wa kike kwa Mwalimu Sospita Opasi. Napenda sana kuwashukuru kwa sababu mmekuja. Nimefurahi na nimefarijika. Babu yangu alikuwa ni mwalimu wangu. Kabla sijaanza shule, yeye ndo alikuwa mwalimu wangu wa kwanza. Kwa sababu kabla sijaanza shule Msoma, niliwahi kusoma science. Na yeye ndo alikuwa akinifundisha kusoma hata somo la English. Kwa hiyo alikuwa ni mwalimu mzuri, sio kwa wanafunzi wake pia, hata sisi kwetu. Ninachokikumbuka sana kwa babu yangu ni upendo aliokuwa akituonesha hasa kwa sisi wajukuu wa kike, kwa sababu mwanzoni hakuexperience yale mapenzi ya watoto wa kike mpaka aliponipata mimi kwa mara ya kwanza. Nafurahi sana kwa sababu nilipata upendo wake kwa 100% ambao nadhani hata kwa wazazi wangu sikupata. Kitu kingine ambacho nakikumbuka sana kwa babu yangu ni kuhusu masomo yangu. Babu yangu alikuwa akinihusia sana kwamba kuna kufeli lakini kuna mahali unaweza ukafika. Kufeli sio mwisho wa maisha, au kufeli sio mwisho wa masomo. Kuna kipindi nilistop kidogo kuendelea na shule, nilikaa sana hapa, tulikaa naye kama mwaka mzima. Ni mtu ambaye alikuwa akinisisitiza kila siku, mambo ya dunia yapo lakini elimu ni kipaumbele cha kwanza. Nashukuru ni miongoni mwa watu mfanya baba yangu akanirudisha shule kwa sababu alikuwa anajua umuhimu wa elimu. Na hasa alifurahi sana nilipoenda kusoma masomo ya uhasibu pamoja na kodi. Kwa sababu alikuwa anaamini kwamba katika ukoo wake hakuna mtu mwenye hilo somo. Nilifarijika sana kwa sababu ni kitu ambacho babu yangu alikuwa akikipenda. Na kitu kingine ambacho nilikuwa na wish sana babu yangu akione lakini hakukiona, alikuwa anatamani sana kuona ndoa yangu. Lakini ni mapenzi ya Mungu. Lakini ninachoshukuru kitu kingine, babu yangu amemuona kitukuu wake wa kwanza kupitia mimi. Hiyo ni faraja ya kwanza ambayo nahisi nilimuonesha. Na kila nikiona zile picha zake alizokuwa akipiga na kitukuu wake ni kumbukumbu ya muhimu sana maishani mwangu. Nadhani huo ndo ushuhuda wangu mzuri. Lakini kitu cha mwisho, nakumbuka siku zake za mwisho kwa sababu nilikaa naye alipokuwa kliniki Bugando. Story alizokuwa akitupatia ni hasa maisha yake ya nyuma. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda kutuhusia sana ni mahali gani tumetoka na kutukumbusha asili yetu ni wapi. Kwamba tusiendelee sana kufuata mambo ya mengine, tukumbuke nyumbani ni wapi. Tufanye mambo yote lakini nyumbani pawe nyumbani. Watu wa nyumbani wawe wa kwako, watu wa nyumbani wawe watu. Nilipo neno hapa ndo mjukuu wa kwanza, anajulikana kama Chris, almaarufu maeneo haya kama Omwami. Babu yangu huyu nitamkumbuka kwa mengi. Uhusiano wangu mimi na yeye ulikuwa tofauti kidogo. Mimi alikuwa haongei sana, lakini kila mara tulipokuwa tukikutana naye hapa kwa wake, alikuwa akiniuliza, bwana maisha yanaendaje? Nilipohitimu chuo alikuwa na wasiwasi sana, anasema, hizi kozi zenu za biashara, je, utapata kazi? Nikamwambia babu, sio na wasiwasi. Kazi ni jitihada tu ambayo kwa umri wangu niliofikia sasa hivi namshukuru sana Mungu, kila kitu kinaenda vizuri. Na kwa jinsi ninavyoona umati huu, babu huyu alikuwa anaishi vizuri sana na watu. Alikuwa ni mtu mkarimu, watu wengi sana nikiwaona hapa nilipokutana nao, hata kama siwajui lakini wao wananijua automatically. Kwa hiyo na actually naweza nikasema story ndogo. Wakati anaumwa wiki kama 3 hivi zilizopita, nilikuwa hapa, babu alikuwa mahututi, nikawa naongea naye. Sasa mzee wangu yule mara nyingi sana tulishare mimi na yeye upendo wetu wa kusafiri. Sasa nikamwambia babu, kipindi hicho alikuwa hapendi kula. Nikamwambia babu, ukila tutaenda wote Kenya. Sasa kidogo nikaona kama amepata hali fulani hivi ya tabasamu. Kwa hiyo nikamwambia, lakini babu hatuwezi kwenda kama hujala kwa sababu upo katika hali mbaya. Akaniambia, lakini mjukuu, mimi sina passport. Nikamwambia hamna shida.
kila tu si mmoja tu tunapata passport. Kwa hiyo akasema bwana, ila visa sina. Kaambia visa hamna shida, tutatumia visa yangu. Akasema awe muongo. Kamletea passport yangu pale, akaiangalia, akaona visa kadhaa, akasema mjukuu wangu, kwa hii visa unaenda sehemu yote. Nikamwambia basi hamna shida. Kila mimi nakupeleka sehemu yote. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kujumuika nasi hapa, na mimi kwa upande wangu nafurahi sana kuona umati huu unadhihirisha ni kwa jinsi gani babu aliishi vizuri na kijiji na jamii pamoja na ndugu zake. Asante.